Ni mbaya. Okay, bwana mambo vipi bwana Basic Super TV. Bwana leo tuna story ambayo sio nzuri, story ya kuhuzunisha, story ambayo imetokea katika kipande cha 254, yani nazungumza United States of Kenya. Bwana story ambayo imetokea ni kwamba yani kuna duka moja kubwa sana la kuuza madawa maarufu kama pharmacy. Sasa madawa binadamu. Sasa hilo duka limeweza kuingia katika mgogoro mkubwa baada ya kuweza kusababisha upofu wa mtoto mdogo kabisa. Wamesababishaje huo upofu? Tukumbushe tu, usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, lakini pia kucomment kwa hiki kitu ambacho unakwenda kukisikia au utakwenda kukitazama. Bwana, hii ni story ambayo imetokea katika nchi ya Kenya baada ya kumuonyesha huyu mama analalamika na kupiga kelele katika nje ya pharmacy hii kubwa kabisa nchini Kenya. Mwanamama huyu analalamika kwamba mtoto wake amesababishiwa upofu, yani kutokuona mtoto kutokana na nesi au daktari ambaye alikuwepo anatoa huduma katika pharmacy hii ambayo unaiona kumpa dawa ambazo sio rasmi. Nikisema dawa ambazo sio rasmi ni kwamba huyu mama mtoto wake alikuwa ana matatizo ya macho, yani macho yake yanamuuma sana mtoto wake. Sasa baada ya kwenda katika duka la pharmacy maarufu pia pale mtaani kwao, huyu mama akapewa dawa na daktari. Baada ya kupewa dawa na daktari akamwambia kwamba hii dawa utakuwa unampaka machoni, yani kwenye eye unampaka machoni vizuri kabisa. Baada ya kumpaka machoni kwa asubuhi, mchana na jioni, yani mara 3 kwa siku unampaka machoni. Kwa hiyo mama huyo akasema nashukuru sana daktari kwa kuwa umeweza kunisaidia. Basi mama huyo akaweza kuondoka kwenda nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, basi mama huyo akaanza na utaratibu ambao amepewa na daktari. Baada ya utaratibu kuendelea, zikapita kama siku 3. Bwana, mtoto akapoteza ule uwezo wa kuona kabisa. Baada ya kupoteza uwezo wa kuona, ikabidi mama aweze kuenda katika pharmacy ile ambayo alihudumiwa. Akamkuta yule daktari, yani same doctor, yule ambaye alimhudumia siku ile. Akamwambia kwamba mbona mtoto wangu uliniambia dawa itamsaidia, lakini mtoto wangu saizi haoni. Angalau vile alikuwa anaona, lakini saizi analalamika macho yanamuuma sana na pia haoni. What's happened? Ikabidi daktari aweze kumtuliza mama huyo kwa sababu alikuwa na hasira kubwa sana. Baada ya kumtuliza daktari akamwambia samani, nilikosea dawa. Baada ya kumpa dawa ya macho ya matone, akampa dawa ya kuchua, yani ya kuchua mwilini, akampa dawa akamwambia uweze kumpaka kwenye macho. That imagine mwanangu, ni kitu ambacho kimeniumiza hata mimi sasa. Ndio maana kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wanakuwa wana matatizo ya kiafya, lakini pia wengine wanapoteza hata uhai kwa sababu ya uzembe wa madaktari kama huu. Na sio tu Kenya, hata pia Tanzania hii hali ipo. Sio tu Tanzania, hata Afrika Mashariki hii hali ipo. Watu wengi wanasababishiwa matatizo ya kudumu, watu wengi wanaaga dunia kwa sababu ya uzembe wa madaktari pamoja na manesi katika mafamasi. Sasa hii story imekuwa kubwa baada ya mama huyu kuanza kupiga kelele dukani. Anasema kwamba naomba mrudishe mwanangu aweze kuona. Anapiga kelele kubwa sana, anapiga kelele na watu wengi kujaa. Lakini kibaya zaidi ambacho kimetokea, mkuu au CEO wa ile pharmacy amemtumia barua huyu mama ya kusema kwamba inatakiwa uapologize. Nikisema uapologize maana yake uombe msamaha kwa kuweza kuchafua brandi ya pharmacy yetu. Yani mtoto wangu haoni, lakini nimekuja kuniambia amechafua brandi ya ofisi ya pharmacy yenu. Huyo mama walimchibua sasa. Ikabidi awashe pila mara 2. Yani akawasha pila mara 2, akaanza kupiga kelele kama unavyoona katika hiyo clip ambayo nitakwenda kukuachia hapo mbele. Sasa nini maoni yako kutokana na hiki kitu ambacho tunakwenda kuhappen katika mipaka ya 254 pale nchini Kenya? Ni nini ambacho kimekwenda kuhappen na umeguswaje na hii story ambayo nimekusimulia ambayo imetokea pale nchini Kenya, United States of Kenya? Tunaisha kumitia katika comment section, lakini usiweze kusahau hii ni Basic Super TV, lakini na mimi pia ni OTG Classic the baddest man. Hadi wakati mwingine, bye bye.